Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Karibuni ndugu zangu katika kipindi chetu cha katekesi na sala, mafundisho ya imani, na kauli mbiu tuwashe moto wa mapendo ili Yesu ajulikane na kupendwa, ya Mtakatifu Magdalena wa Kanosa, mwanzilishi wa shirika la mapadre, watawa, walei na wasekulari wa mishonari wa upendo wa Kanosa. Jana tuliongea kuhusu sadaka tunazomtolea Baba katika misa. Leo tutaongea kuhusu tendo la kunawa mikono, sala ya mtakatifu na mageuzi. Baada ya padre kuandaa vipaji, atageuka kwa watumishi na kunawa mikono. Atasali kimoyomoyo: E Bwana, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Kama maji ya ubatizo yanavyotutakasa, kwa tendo na maneno haya humstahilisha padre na kumwezesha kumtolea Mungu Baba sadaka takatifu ya misa, bila kujalisha kama alijiandaa, aliungama kabla ya misa au la. Ndiyo maana hakuna hata mara moja hatujamwona padre hakominiki anaposalisha misa. Anatakaswa kwa tendo hili la kunawa mikono. Kumbe hata sisi pia tunapofuata taratibu za kiliturujia tunatakaswa. Ni vema kila mtu atimize lile analopaswa kutimiza. Kwako wewe na mimi, tunalopaswa kukumbuka ni kwamba tunapokuwa katika dhambi ya mauti, tunashauriwa kwenda sakramenti ya kitubio. Labda kama nimeikosa kabla ya misa, au ninatamani kwenda kuungama mara tu misa itakapokwisha, na kweli nifanye hivyo. La sivyo, nitakuwa napokea hukumu yangu mwenyewe. Tamaa hiyo ya kwenda kuungama ndo inayonistahilisha kupokea Ekaristi wakati huo, bila kujitengenezea hukumu. Mtakatifu ni sala, pia ni ombi. Tulisema katika sala kuna kuomba pia. Kwa sala hii tunamsihi na kumwomba Kristo aje kutukomboa. Tunafahamu kwamba hadi leo hii sadaka ya mwili na damu ya Kristo hutolewa kwa Mungu Baba kwa ajili ya msamaha na maondoleo ya dhambi zetu. Mtakatifu ni sala na pia ni ombi. Tulisema katika misa kuna kuomba pia. Kwa sala hii tunamsihi na kumwomba Kristo aje kutukomboa. Tunafahamu kwamba hadi leo hii sadaka ya mwili na damu ya Kristo hutolewa kwa Mungu Baba kwa ajili ya msamaha na maondoleo ya dhambi zetu. Kumbe tunapoimba Hosana, neno ambalo linamaanisha njoo utuokoe, tunamuita tena Kristo aje atuopoe katika utumwa wa dhambi na Shetani, katika uvuli wa mauti. Tunamuomba atupe neema ya kushinda dhambi, kwani huo ndio utume aliokuja kuukamilisha. Kristo
hakuja kwa ajili ya watu wema, bali wenye dhambi ili watubu. Mtakatifu, sehemu yake ya kwanza ya sala hii, tunaposema mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, ni maneno ya sifa yanayoimbwa na malaika mchana na usiku wakimsifu Mungu. Kumbe nasi tunapoimba maneno haya, tunaungana na malaika kumsifu na kumwabudu Mungu. Pia kama wimbo na sala, tunapouimba hutuandaa kuingia katika kipengele cha kuabudu. Tunamwabudu Mungu anayeshuka kati yetu katika maumbo ya mkate na divai. Ili kutuweka makini zaidi kwa ajili ya tendo hili, mtumishi wa misa atagonga kengele na wote tunapiga magoti. Kupiga magoti huku ni tendo la kuabudu pia. Tukijiandaa kwa ibada hiyo ya tendo hili takatifu. Wakati huu haturuhusiwi kutembea tembea au kutoka kanisani mpaka mageuzi yamekwisha. Na ikitokea nikawa na sababu inayonifanya nitembee ndani ya kanisa kwa muda huu au nitoke nje, napaswa kupiga magoti mawili na kuabudu. Maana Yesu anakuwa kati yetu katika Ekaristi Takatifu. Tendo linalofanyika tangu mageuzi yanapofanyika hadi kukominika kunapokuwa kumekwisha. Mageuzi ni kipindi ambapo padre kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu, formula au sala ya mageuzi pamoja na nguvu ya daraja takatifu la upadre atageuza mkate kuwa mwili na divai kuwa damu ya Kristo. Fumbo la imani. Kwa kutangaza fumbo la imani, kwa mara nyingine tena, tunakiri imani yetu katika kifo, ufufuko na ujio wa pili wa Bwana katika utukufu. Kama alivyopaa mbinguni mbele ya macho ya mitume wake, basi tunasadiki kwamba atarudi tena kama alivyoahidi. Hili bado ni fumbo la imani yetu, kwani Kristo alipozaliwa na alipokufa, matukio haya yalikuwa ya kihistoria, yalionekana na yanafahamika. Lakini alipofufuka, ufufuko wake ulikuwa fumbo, kwani hakuna aliyemuona akitoka kaburini, na walinzi walidai kwamba walikuwa wamelala. Lakini ufumbuzi wa fumbo la ufufuko wake ulithibitishwa na kaburi wazi, sanda kubaki kaburini, yeye kutokuwemo kaburini. Lakini zaidi ya yote, yeye mwenyewe kuwatokea na kujionyesha kwa wanafunzi wake na kuambia kwamba amefufuka. Ujio huu wa pili wa Kristo bado ni fumbo linalosubiri kufumbuliwa. Yohane 14:3. Lakini tunasadiki, tunakiri na kuamini aliyoyasema. Ndugu zangu katika Kristo, tuwote kesho tunapoongea juu ya sala ya Ekaristi na kipindi hiki cha mageuzi kama wakati wa kumwabudu Mungu na utakaso wa binadamu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.